Okay, karibu sana. Leo tunataka niongee na wale ambao wanamiliki nyumba kwa mara ya kwanza. First time owners, wale wanaojenga kwa mara ya kwanza. Hii nafikiri ni katika Watanzania ni kundi kubwa sana. Kwa hiyo naona leo ni jambo la msingi sana tukizungumza pamoja na tukaelezana njia gani ambazo unaweza kuzitumia unapojenga kwa mara ya kwanza ili usiumie. Kwa first time owners, kuna vitu ambavyo mtu akiwa anajenga kwa mara ya kwanza au akiwa anajenga nyumba ndogo huwa anaweza wakadharau wakaona tu unaweza kufanya. Unajua nyumba kabla ya kuijenga huwa inaonekana kama ni rahisi sana, lakini pindi unapoanza kuijenga ndipo unapoanza kuwa mkali pale unapoona hela inaenda, kwa sababu hela ya nyumba mara nyingi unaendaga unaona unaifikia. Kwa hiyo kuna vitu nimeandaa kama vitu vinne vya kufuata wakati unajenga kwa mara ya kwanza. Kitu cha kwanza kabisa, hakikisha usikimbilie kununua vifaa bila kuwa na ramani au BOQ. Watu wengi wakipata hela tu wanakimbilia kununua mifuko 100 ya saruji na matofali bila kujua nyumba itachukua kiasi gani. Ushauri, saruji inaisha muda wake, ina expire date kama unavyojua, na tofali zinaweza kuharibika pale zinapokaa site kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwa kushauri, pata makadirio ya kitaalamu kwanza, kisha nunua vifaa awamu kwa awamu kulingana na hatua za ujenzi, kwa sababu tunajua kwamba ujenzi una hatua zake. Kuna hatua za msingi, kuna hatua za ukuta katikati boma, lakini pia kuna hatua za paa. Baada ya paa kuna hatua za kuweka madirisha, kuna hatua za kupiga plaster, za skimming, za kuweka tiles, za kuweka frame za milango, za kuweka milango. Kwa hiyo hizi ni hatua tofauti za ujenzi. Kwa hiyo unapopata BOQ inakuonyesha hatua kwa hatua, lakini pia inakuonyesha gharama ambazo unatumia kwa kila hatua. Kwa hiyo unakuwa unajua unajenga nyumba aina gani. Lakini pia jambo jingine, penda kuwa na ramani, kwa sababu ramani inakusaidia wewe kujua unajua jengo la namna gani, jengo la ukubwa gani, jengo linakaaje na lipoje. Lakini namba 2, kunakuwa na competition kati ya fundi mchundo na msimamizi wa kitaalamu. Watu wengi sana huwa hawajui kati ya fundi na msimamizi wa kitaalamu nani wamtumie katika ujenzi. Ushauri wangu kama mtaalamu, na ushauri unapojenga mara ya kwanza, ujenzi usitaki kuchukulia kwamba ni urahisi. Fundi ya kawaida anaweza kukushauri vizuri, lakini kuwa na msimamizi wa pembeni ambaye atakusaidia kusimamia jengo lako. Kwa ushauri, usiweke mamilioni ya pesa unaone mtu anayefanya kazi kwa mazoea. Hii ni mtaalamu, usiofie kumlipa mtaalamu ukitaka kitu kizuri. Namba 3, panga bajeti ya dharura. Kuna bajeti ya dharura kwa maana kwamba unapofanya ujenzi, kama unatumia milioni 45, weka milioni 5 pembeni. Hakikisha hiyo milioni 5 ni kwa ajili ya dharura, ili pindi mambo yanapoenda huko juu, mambo yanapobadilika usichanganyikiwe. Unajua katika ujenzi mara nyingi kuna kitu kinaitwa variations. Gharama huwa zinabadilika katika ununuzi wa material. Unaweza kununua material mwezi huu ukaenda ujao, kitu ulichonunua mwezi huu shilingi 1500 ukaenda mwezi ujao ukakuta kimepanda shilingi 1800. Sasa hii inaweza ikavuruga gharama zako. Kwa hiyo inabidi uwe na kiasi cha dharura. Lakini namba 4, anza kidogo kidogo. Watu wengi wanapoanza kujenga nyumba ya kwanza, wengi sana huwa wanapenda kuanza kwa manyumba ya gharama kubwa. Unakuta mtu ana kiwanja kikubwa cha square meter 1000, 2000 au ana square meter 500, ambacho unaweza ukaweka kijengo kidogo ambacho inategemea na ukubwa wa familia yako, lakini nyumba viwili au chumba kimoja kama ndio unaanza maisha, umetoka kuoa. Lakini kama una familia ndogo, vyumba viwili. Ukijenga nyumba ya vyumba viwili ambayo inaweza ikawa inatumia tofali chini ya 2500, maana kama gharama zake ukipiga hesabu inakuwa ni gharama ndogo za ujenzi. Unaweza ukajenga kutumia gharama zako za ujenzi ukakaa pale hata miaka 5, alafu ndio ukahamia kwa nyumba yako kubwa. Kwa maana kwamba katika hiyo miaka 5 unaweza kutumia kujenga nyumba yako bila pressure, nyumba ndoto zako. Kwa hiyo nyumba ndogo ambayo unajenga kwa pembeni unaweza kuitumia kama servant cost. Kwa ushauri, ni bora kujenga nyumba ndogo ila vyumba viwili, lakini ambayo itakamilika, kuliko kujenga nyumba kubwa na vyumba 5, 6, 7 au ghorofa ambayo itakaa muda mrefu pasipo kukamilika. Huo ndio ushauri wangu kwa watu ambao wanafanya ujenzi kwa mara ya kwanza. Naitwa Salum Mohamed Kaanda. Ukitaka kwa mahitaji ya ramani nipigie kwa 0765 394 329. Asante sana.